na hiki. Hiki kituo kitakuwa kina uwezo wa kubeba watu 12. Kuna wahudumu wapatao kama 7 hivi, wakiwemo walinzi, mpishi, watu wa usafi, kuna daktari, kuna social worker na kuna watu ambao watakuwa wanaendesha program ambayo inafundishwa ndani ya Sober House. Kituo hiki kitaanza kazi rasmi baada ya kukizindua siku ya leo. Kabla ya kuja walipita maafisa kutoka mamlaka wakakagua. Karibu sana Kamishna Jenerali. Hamjambo jamani. Kwa hiyo karibu kati. Kwa tayari. Sawa. Karibu Kamishna Jenerali ukague. Ndugu Kamishna Jenerali, waandishi wa habari na wageni wote mliofika kwenye tukio letu la leo la ufunguzi wa kituo tiba kwa ajili ya waraibu wa pombe na dawa za kulevya. Mimi naitwa Pili Misana, ni mkurugenzi wa Pili Misana Foundation ambayo inaendesha Sober Houses tangu mwaka 2012. Kwa tuna experience kubwa kwenye kazi hii na tulianza kwa waraibu wachache. Tuna baada ya muda waraibu waliendelea kuongezeka hadi imefikia leo hii tumeona ni bora tufungue rehab hii ambayo ni VIP. Kwa wale ambao walikuwa wanasema hawawezi kwenda kwenye rehab zingine, tumewaandalia hii sehemu maalum kabisa kwa wao kuja kupata matibabu. Na tumeamua kufanya jambo hili kubwa baada ya kuona jitihada kubwa sana zinazofanywa na serikali, zinazofanywa na Mheshimiwa Rais, zinazofanywa na Kamishna Jenerali ndugu Areta Slimo pamoja na timu yake katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Ndugu Tanzania wenzangu, ninyi ni mashahidi. Nchi yetu imepiga hatua kubwa sana katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Tumekuwa haipiti mwezi bila kusikia dawa za kulevya zikikamatwa ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo sisi wadau ambao tunafanya upande wa tiba, tumeona tuendelee kuunga mkono serikali kwa kuanzisha vituo ambavyo vitakuwa ni bora zaidi, ili basi na nchi yetu iendelee kuwa mfano katika tiba. Imeshakuwa mfano kwenye mapambano na kwa upande wa tiba iendelee kuwa mfano. Kituo hiki kinapatikana Kigamboni Kibada. Karibuni sana. Ombi langu kwenu, tuendelee kuunga mkono serikali katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Asante. Uwepo wa hizi Sober House zinakuwa na mchango gani na kwa serikali katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya? Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ni mamlaka ya serikali ambayo ina jukumu la kuhakikisha kwamba inadhibiti uzalishaji, usambaaji na matumizi ya dawa za kulevya. Lakini jukumu lingine ni kuhakikisha kwamba inatibu na kusaidia wale waraibu ambao wameshaathirika na dawa za kulevya kuweza kupata unafuu na kurudi mtaani ili kuweza kuungana na Watanzania wengine katika kujenga taifa. Sasa serikali kupitia mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya inashirikiana na wadau mbalimbali katika kusimamia nyumba za upataji nafuu ili wale waraibu ambao wameathiriwa na dawa za kulevya waweze kupata matibabu. Kituo hichi tunachokifungua leo cha Pili Misana Foundation ni kituo kwa ajili ya VIP, kwa ajili pia wale waraibu wa dawa za kulevya ambao hawawezi kujichanganya kwenye Sober House nyingine, ili waweze kuja hapa na kuwa sehemu ambayo ni private, wanaweza kupata matibabu, wanaweza kupata tiba hiyo na unasihi ili kuhakikisha kwamba wanarudi katika hali yao ya kawaida. Lakini pia kituo hichi kwa kushirikiana na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kitakuwa kinatoa ushauri mbalimbali na si waathirika tu wa dawa za kulevya, hasa wale waathirika pia wa pombe, lakini pia wale wenye msongo wa mawazo kutokana na matatizo ya kifamilia, mke, mume, kama msongo wa mawazo umewazidi huko, wanaweza wakaja hapa pia wakapata tiba, wakapata unasihi na wakajikuta kwamba wanatuliza ule msongo wa mawazo walionao na wakapata ushauri wa kitaalamu ili waweze kurudi katika hali zao za kawaida na kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Kwa hiyo tunawaomba wadau mbalimbali nchini Tanzania
ili kuhakikisha kwamba wanaungana na serikali katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya kwa kuanzisha nyumba za upataji nafuu katika maeneo mbalimbali, ambapo mamlaka itazikagua, itazisimamia na kuhakikisha kwamba zinaendeshwa kwa mujibu wa miongozo ya serikali, ili tuungane kwa pamoja na Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba tunaponya taifa, tunaponya waraibu wa dawa za kulevya ili waweze kurudi katika hali zao za kawaida. Kwa taasisi na shirika na wadau wengine wa maendeleo ambao wamejaliwa kuwa na uwezo kufanya uwekezaji kama huu ili kuweza kuokoa sehemu ya jamii ambayo kadri siku zinavyosogea mbele imekuwa ikiathirika na matumizi haya ya dawa za kulevya. Ndio, serikali inawashukuru sana wadau mbalimbali, hususan wadau binafsi na taasisi mbalimbali zisizo za serikali ambazo zimejitoa kwa asilimia kubwa kuhakikisha kwamba zinajenga hizi nyumba nchi nzima. Kwa kufunguza nyumba hii ya upataji nafuu, imekuwa nyumba ya 78 nchini ambayo itakuwa imefunguliwa kwa ajili ya utoaji wa hii huduma za unasihi kwa ajili ya kuwarejesha katika hali za kawaida waraibu wa dawa za kulevya, pombe, lakini pamoja na vilevi vingine, hususan pia wale wanaokabiliwa na msongo wa mawazo. Kwa hiyo tunawaomba mashirika yote tuendelee kushirikiana pamoja, watu binafsi wenye uwezo kujenga nyumba hizi za upataji nafuu, ambapo njia hii ya nyumba za upataji nafuu ni nzuri zaidi kwa sababu unapata uponyaji pasipo kutumia dawa, tofauti na vile vituo vingine vya hospitali na maeneo mengine ambapo unapata matibabu kwa kutumia dawa. Kwa hiyo kituo hichi kinajishughulisha zaidi na unasihi, lakini pia kuwa na mazingira tulivu ya kuweza kuwarudisha wale walioathiriwa na dawa za kulevya na vilevi vingine katika hali yao ya kawaida bila kupata dawa, bali kwa ushauri nasihi pamoja na hali tulivu ambayo inawarudisha katika hali yao ya kawaida. Abdulrahman Kasembe, wengi wananifahamu kama Dulayo. Mimi niko hapa kwa sababu nafanya mazoezi na kukemea pia habari za madawa ya kulevya. Sikuja hapa kwa sababu ya madawa ya kulevya, nimekuja hapa kwa sababu ya pombe. Kiufupi nilikuwa nakunywa sana pombe. Kwa hiyo watu wameniona na watu wanaonipenda, nawashukuru sana. Wakanishika mkono, wakanikamata na kunileta kwa Madam Pili. Madam Pili ni mtu mzuri ambaye nampenda kwa kweli. Nikanipokea vizuri, sina shida naye, na kichuo kama kimefunguliwa hivi, ninaomba watu wote ambao wanahisi wana matatizo basi wafike wapate huduma. Hiko ndio nataka kusema. Namkubali sana Madam Pili. Namkubali sana Madam Pili. Mimi naitwa Dulao. Asante, karibuni. Kabla pengine tokea umeanza kupata huduma baada ya kufika hapa, hali iko jani, unaendeleaje, unajisikiaje? Mimi nimefika hapa na wiki moja na siku kadhaa. Nashukuru, najiona niko sawa, nashukuru, najiona niko fit. Mwenyezi Mungu ni mwema, ananijalia, basi naendelea pia na mazoezi, naendelea pia na dawa. Wito wako kwa vijana vile ambao pombe na vilevi? Wito wangu mimi kwa vijana ambao wanatumia pombe, madawa ya kulevya, hizi wanaita siku hizi skanka sijui, na waomba wafike kwa sababu Madam Pili ana dawa na kituo ndio kimefunguliwa, kwa hiyo wafike. Mimi mbona niko hapa na mmenikuta nafanya mazoezi, kwa hiyo wafike, hamna shida. Uzuri ni kwamba unapata muda wa kuandika mashairi, unakaa vizuri, yani hakuna heka. Kwa hiyo mashairi unaandika na ukirudi unarudi na moto ni ule tu, wakae jikoni wapakue. Kweli kabisa nitakuwa mchoyo wa fadhila kama nitasema mafanikio haya au jitihada hizi nimezifanya mwenyewe. Katika jambo lolote zuri linalofanyika lazima nyuma kuna watu. Kwa hiyo napenda kuchukua nafasi hii, kutumia nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai, lakini pili namshukuru mume wangu kipenzi anaitwa Doto Violet Masudi. Kiukweli kabisa amenisupport sana, amenisupport sana kufikia hapa, lakini nashukuru wazazi wangu, mama yangu, nashukuru watoto wangu ambao wamekamilisha familia yangu, lakini nashukuru kwa kipekee kabisa wafanyakazi wenzangu ambao ninashiriki nao katika kuendesha hizi huduma za Sober House, wote kwa ujumla wao. Kiukweli kabisa wamefanya kazi kubwa sana, usiku na mchana, hawalali. Saa zingine wanakesha na wagonjwa kuhakikisha leo hii tunatimiza miaka 14 kwenye hii kazi kwa mafanikio makubwa ya kuanzisha nyumba hii ya watu maarufu au watu mashuhuri.
kiukweli kabisa. Na washukuru na watu wengine wote ambao wamenisupport, wakiwemo watu kwenye mitandao ya kijamii, watu wa Instagram, watu wa Twitter, watu wa TikTok, watu wa Facebook na wengine wote ambao wamekuwa wakinisupport, kwa sababu support ni kubwa. Yaani kuna muda unaingia kwenye mtandao unasikia raha kwa zile message ambazo zimekuwa positive. Kwa hiyo nawashukuru sana.